Ni kwamba Walumbi na ujasiriamali MUM, kwamba tuna miradi miwili mikuu ikiwa imebebwa katika jina la kikundi chetu. Kwamba tunaposema Walumbi, miradi yetu miwili itakuwa ni mradi wa kwanza utashughulika na mambo ya lugha, lakini mradi wa pili utakuwa ni swala la ujasiriamali. Tukianza na mradi wa lugha, hapa tutakutana na masuala mazima ya utumizi wa lugha, kwamba kutakuwa na vichekesho vinavyotumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha. Sio tu kwa kutumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha, lakini ili kuwafanya watu waburudike na wafurahie kile ambacho wanakisikia kutoka katika lugha ya Kiswahili. Lakini tukizungumzia swala la biashara, tutakuwa na mradi ambao unashughulikia vitu ama bidhaa zinazotokana na Kiswahili. Bidhaa hizo ni pamoja na vitabu ambavyo vitajitangaza katika kundi letu. Lakini bidhaa nyingine itakuwa ni tunaweza kutengeneza keki, tunaweza kutengeneza vitafunwa ambavyo vitatokana na mradi huu na kisha kupewa majina kutoka katika kundi letu. Sawa? Kwa hiyo miradi yetu mikuu itajikita katika vitu hivyo viwili. Mungu pia ni washukuru wajumbe wote na viongozi walioko hapa tukiongozwa na mshereheshaji wetu ndugu Juma Kasaku. Kwanza kabisa na hisi jambo lolote lazima kuanzishwa lazima liwe na uongozi au muundo wake. Kundi letu hili lina jumla viongozi wapatao 5 na kundi hilo lina mwenyekiti, lina katibu, mwanasheria, mhasibu pamoja na afisa habari. Ndugu mimi naongea hapa ni mwenyekiti wa kundi hili ambaye anaitwa Mahdi Abdallah Muhammad, ambaye ni mwanafunzi wa Baki mwaka wa pili shahada ya kwanza katika chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Na nipende kuchukua fursa hii niwakaribishe viongozi wengine. Nimkaribishe katibu ambaye anaitwa Zakaria Muradi. Na kuna Zakaria Muradi ambaye ni katibu. Pia kuna mhasibu ambaye ni Madam Bahati Idi, na kuna afisa habari ambaye ni ndugu Mahadhi Murshidi. Na kuna mwanasheria, mwisho kuna mwanasheria ambaye ni Idi. Kwa hiyo waliobaki wengine ni wajumbe. Kundi letu hili lina watu wapatao 15 ambao wadada ama wanawake wapo 5 na wanaume wapo 10. Naam, nashukuru sana. Nipende kuwashukuru ndugu wajumbe katika kufungua jambo letu siku ya leo. Na siku hiyo yetu leo ni siku ya furaha sana kwa sababu wengi wanatamani kufanya hivyo. Sisi ndo Mwenyezi Mungu katubariki kufanya jambo letu leo. Pasi na kupoteza muda niende moja kwa moja katika mada husika. Nimekaribishwa katika kueleza namna jina la kikundi kwa ujumla. Kikundi chetu kwa ujumla jina letu linaitwa Walumbi na ujasiriamali. Tunapozungumzia Walumbi ni watu ambao wamekuwa wabobezi na mahiri katika kutumia lugha ya Kiswahili, na hiyo imedhihirika wazi. Hata mkusanyiko wa watu wote ambao unawaona ni jumuiya ya watu wenye ujuzi wa kutumia lugha ya Kiswahili ndani ya taifa la Tanzania, na tukiwa ndani ya chuo cha Kiislamu Morogoro tukiendelea kupata mafunzo haya ya kubobea katika lugha ya Kiswahili. Na tumetengeneza umoja huu kwa ajili ya kuboresha na kuonyesha namna gani lugha ya Kiswahili inafika mbali ndani ya taifa na nje pia. Tukizungumzia swala la ujasiriamali, ni majukumu ambayo yanafanywa na watu kwa kuweza kujisukuma na kuondokana na swala la uchumi mdogo, na maana kuondokana na umaskini. Kwa hiyo tunajikita katika majukumu mbalimbali kama wajasiriamali, na majukumu hayo yanatuwezesha sisi kufikia lengo la kufikisha au kuendelea mbali na maendeleo. Kwa hiyo Walumbi na wajasiriamali ni swala la msingi ambao tumelianzisha. Tija yetu kubwa kuonyesha lugha ya Kiswahili inafika mbali na bidhaa ambazo zinazalishwa ndani ya ujasiriamali huo. Kwa hiyo mkusanyiko ambao unaona leo ni mkusanyiko wa heri, na mkusanyiko huo umekuwa na tija kubwa na mafanikio yatakuja mbele. Na tunafanya hivi, lengo kubwa la msingi ni kuonyesha namna gani lugha ya Kiswahili itumike kwa upana zaidi, na
itupatie manufaa sisi ambao tunajaribu kujikita katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ufafanuzi juu ya jina la kikundi uko hivyo na umoja wetu umezingatia mambo yote. Shukrani sana. Asante sana mshereheshaji wetu kwa kunipatia fursa hii ya kuzungumza. Kwa jina naitwa Zakaria Murad Kazibure. Ni mwanafunzi wa shahada ya kwanza ya sanaa katika Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Ila pia katika kundi hili ni katibu mkuu ambaye anaratibu majukumu yote ya kikundi hiki. Nipo hapa mbele yenu leo, ndugu wanahabari na jamii kwa ujumla, kuelekezeni kuhusiana na kikundi chetu kinahusiana nini. Kwanza, kama walivyozungumza hapo awali kwamba kikundi chetu ni Walumbi na Ujasiriamali. Sasa mimi naenda moja kwa moja kuzungumzia kikundi chetu kinahusiana na nini. Kikundi chetu kimebeba mambo mawili makubwa, ulumbi pamoja na ujasiriamali. Ulumbi ambapo tunazungumzia ule uwezo ama ufasaha wa kutumia lugha kiufasaha, na ujasiriamali ni kile kitendo cha kutumia fursa iliyopo katika sehemu fulani katika kukidhi mahitaji ya jamii husika. Sisi kama wana Kiswahili tumeona kwamba katika lugha ya Kiswahili kuna nafasi ama kuna sehemu ambayo inabidi kutumika kama eneo la ujasiriamali kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya jamii. Kwa hiyo sasa kikundi chetu moja kwa moja kitahusika na kudhalisha ama kuanzisha maudhui ama vichekesho mbalimbali ambavyo vitahusiana na lugha ya Kiswahili, ambavyo vitarushwa moja kwa moja kwa jamii na kusambazwa kwa jamii kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, majukwaa mbalimbali ya kimatamasha. Ila pia kikundi chetu kitahusiana na kuanzisha mashindano au makongamano mbalimbali ya kama vile uandishi wa insha katika ngazi ya shule za msingi, sekondari na vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu. Na pia kikundi chetu pia kitahusiana na kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo tunaweza tukatumia kama sehemu ya kundi ambazo zitasukuma kuendesha shughuli mzima za kubidhaisha Kiswahili, kwa sababu msingi mkubwa hapa ni kubidhaisha Kiswahili. Ukiona Kiswahili kama ni bidhaa, kama sio Kiswahili sio lugha ya kuzungumza tu, Kiswahili ni bidhaa. Kiswahili, tunaposema Kiswahili ni bidhaa, kinakuwa na maeneo yasiyopungua 7. Eneo la kwanza ni eneo la uandishi wa vitabu, eneo la pili eneo la tafsiri na ukalimani, eneo la uhariri, eneo la kufundisha Kiswahili kwa wageni na maeneo mengine mbalimbali. Ila bila shaka imani yangu jopo hilo uliona hapa ni wataalamu waliobobea katika maeneo hayo, wana taaluma ya kutosha katika kufundisha Kiswahili kwa wageni, wana taaluma ya kutosha katika uandishi, wana taaluma ya kutosha katika uhariri. Kwa hiyo hii ni idara, itoshi kusema kama Mwenyezi Mungu akitujalia inshallah na sisi tutafungua ofisi ya kwetu, ambayo ofisi hiyo itakuwa na mkusanyiko wa mambo mengi na wataalamu wengi. Ukifika hapo, kama unataka kuhaririwa kitabu chako, utakuta wataalamu. Kama unahitaji huduma ya tafsiri utaikuta, kama unahitaji huduma ya kuandika miswada utaikuta, kama unahitaji huduma ya kuandika hotuba, ripoti na kuandaa maudhui mbalimbali. Ila pia katika kikundi chetu hiki tunakusudia jamii ifahamu namna ya kuandaa maudhui ya kuchekesha. Anapoandaa maudhui ya kuchekesha zingatia mambo gani ya msingi? Moja ni kuzingatia yupo na nani, ama maudhui hayo yanahusu akina nani, yanahusu watoto, watu wazima, viongozi ama wasio viongozi. Kwa hiyo kikundi chetu kwa ufupi kinahusiana na mambo hayo. Nichukue fursa hii kumkaribisha mshereheshaji wetu aendelee na ratiba kama inavyosema. Yusuf Nembo ni mwanachama wa kikundi cha Ulumbi na Ujasiriamali MUM. Kimsingi kikundi chetu kina faida kadha wa kadha. Miongoni mwa faida hizo ni kama kwanza inaleta umoja na ushirikiano miongoni mwa kikundi na wanafunzi wengine katika Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Pia faida nyingine ya kikundi hiki ni kuweza kujengea uzoefu katika mambo mbalimbali yanayohusiana na lugha ya Kiswahili. Miongoni mwa mambo haya ni kuweza kuwa mahiri katika uzungumzaji, hususan mbele ya hadhara au halaiki ya watu. Pia faida nyingine ya kuwa mwanachama katika kikundi hiki ni kuweza kudhalisha maudhui za lugha ya Kiswahili na mambo mbalimbali ya ujasiriamali ili kuweza kujidhalishia au kujiongezea kipato cha kila siku. Hivyo hizo ni miongoni mwa faida chache katika kikundi hicho, lakini zipo nyingi sana, na tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia tufike mbali katika hilo ambalo tunaliendea. Nashukuru sana, asante. Kama Walumbi na Ujasiriamali niko hapa kwa lengo moja. Lengo lenyewe ni kwa
kuweka bayana kwamba chama hiki au kikundi hiki cha Walumbi na wajasiriamali ni chama ambacho kina fursa mbalimbali na tutaendea fursa mbalimbali kupitia chama hiki. Sasa mimi naomba nitoe wito kwa watu wote ambao wanasoma Kiswahili chuoni kwetu hapa MUM, Chuo cha Waislamu Morogoro na vyuo vingine, kuungana nasi katika kukuza na kukieneza Kiswahili ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Shukrani. Mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro, ni miongoni mwa wanachama wa Walumbi na ujasiriamali. Nipo hapa kuhamasisha kwamba hiki ni chama ambacho kina ushawishi mkubwa katika lugha ya Kiswahili. Tupo katika tathnia nzuri sana katika lugha ya Kiswahili. Tunaona kabisa Kiswahili kimeendelea kimataifa hata katika dunia nzima. Ushawishi wangu ni kwamba watu wote duniani tuweze kukiendea Kiswahili kutokana na kwamba kinatumika katika nyanja mbalimbali. Ukiangalia katika sehemu zote rasmi ambazo zinaendeshwa sasa hivi zinazingatia sana lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba tujifunze lugha ya Kiswahili, na walimu wote ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili basi wawe na matarajio makubwa, kwani Kiswahili ni lugha ya kimataifa kwa sasa. Kiswahili chetu ni mtaji wetu. Asante sana. Naitwa Maad Murshid Ismail. Mimi ni afisa habari wa kikundi Walumbi na ujasiriamali MUM. Watu wengi wanaweza kujiuliza kwa nini kimeanzishwa hiki kikundi. Kikundi hiki kimeanzishwa kwa malengo mbalimbali. Lengo moja kuu ni hasa kukuza maarifa na kuendeleza taaluma yetu, ambalo ndo lengo muhimu lililotuleta hapa MUM. Haya mengine ni mbadala. Kwa lengo kuu ni kutuinua kitaaluma kupitia umoja na ushirikiano tulionao sisi kama kikundi. Tutaweza kupata mambo mengi kwa kusaidiana kimasomo na mambo yote yanayohusiana na taaluma. Nisiongee mengi. Mimi kama afisa habari naomba nimkaribishe msemaji mkuu wa kikundi hiki. Na shukrani. Sambamba na yote yaliyozungumziwa, ni Walumbi na ujasiriamali wanaojitambulisha kupitia channel ya WOTV, ikiwa na maana ya Walumbi na ujasiriamali kwa ujumla. Tunapatikana katika viunga vya Muslim University of Morogoro, na lengo ni kushiriki katika masuala mbalimbali. Na tofauti na channel ya WOTV, tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii kama vile YouTube, TikTok, Instagram pamoja na Facebook. Karibuni sana.